nasi. Nyasaye madugu wetu. Mungu akubariki mtetezi mwana wa wiki. Yetulo mawachomo. Nafasi ambayo twalenga. Nyasaye osewiro jatichne. Mungu asampaka mjakazi wake. Madwa punjo wach moro mawachomo sani. Mada kueleza jambo fulani ambayo twalenga sahihi. Haleluya. Haleluya. Kigwedo lido timbadi malo kama hivi. Kama Mungu bariki na mkono penye uko. Amina. Amina. Nyasaye no onyomo ema. Mungu alikanyaga ema. Osewiro meso wale Philip mogudo bara. Asapa yake, asapa mjakazi wake Philip mwana wa bara. Wach moro marutiketelewe. Kwa neno fulani ambayo Mungu anaweka kinoni chake. Wach no Daudi kajeseko uweyo kuomi. Neno hili Daudi mwenyewe neno kusuju yake. Na kaulu keti chunyu marubi ndo dole jambo uweyo kuomi. Kama mtaka uweyo kusikia yule bana ongea nasi. Amina. Amina. Kaulu keti chunyu. Kama mtaweka moyo mwenu. Marubi ndo dole jambo uweyo kuomi. Kusikia sauti ya yule bana ongea nanyi. Ekana Jehova. Ndiyo mimi Jehova. Obiro timo kimanongo mapenyo. Atafanya makubwa ya sangazo na ulimwengu. Philip Nyasaye madugu. Philip, God bless you. Ninatoa shukrani kwake Mungu wa wokovu. Moso kanisa malelo paki Yesu Nyasaye. Ninasalimu kanisa takatifu, Yesu asifiwe. Chaki Musa kitego no paki Yesu Nyasaye. Nisalimie tena kwa nguvu Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu na akawatendee hao wenzetu mahitaji yao. Kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achungu na pujitiyo Nyasaye. Nimesimama hapa nipate kufundisha kumtolea Mungu. Nyasaye mudugu ngejeduo. Mungu akubariki sana mzee. Nyasaye mudugu ngejeduo tichike majayano. Na Mungu ambariki mtumishi wake mwinjilisti. Nyasaye mudugu mene madongo mchunge kanisa. Mungu awabariki wamama wakuu, wasimamizi wa kanisa. Nyasaye mudugu ngejeduto maruthi loro sonegitolo mudugu bie ibada kawuono. Mungu awabariki watu wote waliopata nafasi kuhudhuria ibada ya leo. Endalo manasomo nyakati zangu za masomo upaki Yesu Nyasaye. Yesu asifiwe. Nitie subject ka subject manipunyo. Kuna subject aina mbalimbali ilikuwa ikifundishwa. Ilo nitie japunyi ka japunyi manipunyo subject ka subject. Tena palikuwa na kila mwalimu aliyekuwa anasimamia kila subject. Subject ka subject manipunyo no. Basi katika mafundisho ama katika kila somo nitie subject machunyi noero. Palikuwa na somo ambalo ulipenda sana moyoni. Upaki Yesu Nyasaye. Amina. Donkamano. Sivyo? Andende nitie subject mane chunya wero. Nami pia kuna somo niliyopenda sana moyoni mwangu. Mano ndalo masomo. Hiyo ni wakati wangu wa kusoma. Ka Yesu waro chunya, wakati Yesu aliponiokoa, majapunyo golo fuo. Hata mwalimu akaondoa upumbavu. Wangu Yesu kita japunjirine. Yesu akanifanya niwe mwanafunzi wake. Subject mano keto mane chunyo ero. Somo aliloweka hata nilipenda sana. Kosewa aramo changa mpunga kiteko ngaro malea. Baada ya kuniokoa, kuniponya na kunijaza Roho Mtakatifu. Wangu keto subject milungu mitiyo ni Nyasaye chunya mawinjo kaero wachono. Akanitia somo la kumtolea Mungu hata nikapenda sana mimi. Upaki Yesu Nyasaye. Amen. Tiyo ni Nyasaye ene subject mawinjo kachunya oero mange. Kumtolea Mungu ndilo somo ambalo ninapenda sana moyoni kwa wingi. Emomiyo karuto mia tulo munda chungu na wuge ngato manyalo winjo. Ndiyo maana Bwana akinipa nafasi nipate kusema na yule anayenisikia. Na winjo kunigo wasum kode eskula chierno kawaero wachno. Na ninahisi natupasa kusoma naye katika shule moja katika neno hilo ninalolipenda. Nitie jo
mamoko dwaro ka magin giero maneno. Kuna watu katika nyumba ya wokovu wanapenda tu kuona. Jomoko bohero injili makoko gotielo matek to kuwinj ka chiwo lemu. Wengine pia wanapenda injili ambapo siku hiyo wasipohubiriwa na kupiga miguu sana. Jomoko bohero jalo tiek pio mondo go chonge piny mondo wuogi Nyasache. Wengine pia wanapendelea kwamba mhubiri amalize mapema waangame chini ya wazi kunena na Mungu wake. Jalo subject machungne ka na yudo ni uganda matin kende moyere. Sasa mtumishi, somo ambalo nimesimamia hapa nilibaini kwamba ni wachache sana wanaipenda. Neno watu ni nase lemu ni gubinade kumadeni kiti nase tiyo gimanoki. Yeye anasema nilishaomba, sasa inapasa kuondoka kwa maana nilimaliza kile kilichonileta hapa. Yena mona chaka goli class mani nitie mondo wade mbele mondo ruto konyo waduto. Lakini nikubalie ni kuondoe katika kiwango hicho tuende mbele ili Bwana andamane pamoja nasi. En subject makangato kuyi mondo time kachunye ugwedore kata kohero. Ni somo ambalo mtu asipoipenda sana na kuifanya kwa moyo wote, okonyalo yudo kamonyalo time wachno. Basi huyu hatapata mahali pa kutenda jambo hili. Itene subject kende maketo ni ngatu bura. Kwa sababu ndiyo somo pekee ambayo inamhukumu mtu moyoni mwake. Yesu jana sare. Amen. Injini injili itkembe midwa. Wajua injili ni sikio pekee inahitajika. Wango goto jijuakte. Mwisho wake watu wote wanalia. Nokae chalo gimopugi giwach machiemo. Na hapa ni kama sasa inakutenga na jambo lingine. Aparo de Nyasaye makoro nie piny Ethiopia ochola no puonji chiemo roka. Nakumbuka mtumishi wa Mungu ambao kwa sasa yuko kule Ethiopia alifundisha siku moja hapa. Wacho no chalo gimopuri kwene kumi githuon. Akasema ni kama sasa inachukuliwa kwako kilazima. Yomoko no yie mondo wargi tok wargi gi mwandugi. Wengine walikubali wokovu lakini si pamoja na mali yao. Yedi maparo negi wachno magiwinjo ka gimbe giparo wachno chuni. Wangapi ninaposema hivi wamekumbuka jambo hilo moyoni mwao. Koro yienwa mondo wawinje wach moro matin mondo watine ka chunywa ohero wach ma wadetimo. Basi hebu kubali tukatende jambo fulani wakati tumeipenda sana jambo hilo. Ndio nafueni ni koki ere to kinyal time. Kwa sababu nilitambua kwamba usipoipenda basi hautalitenda. Baki Yesu jana sare. Auwe kama noka jatire wach madwo puonjo. Naongea hivi kwa ujasiri katika ujumbe nitakalofundisha. Itinga mutunka nenga mofuo manetimo re maraj. Kwa sababu huyu amesimama hapa alikuwa mpumbavu aliyekuwa akijifanya vibaya mno. Mary modada mamenwa. Mary ambaye ni dada wa mama yangu. Baki Yesu jana sare. Mary odada nyinge Mary odada. Mary odada. Baki Yesu jana sare. Amen. Jimangenyo ngeka kama Mary Obara. Wengi wanamjua tu Mary Obara. Baki Yesu jana sare. Amen. Obara ndo kwarwa. Obara sasa ni babu yangu. Amen. Ne wamayo jaduong nying watiyo gi nying kwire wote. Tukamnyang'anya mzee baba, sasa tunatumia jina la mababu. Mary no pedho wach moro kuoma kokalo kuom tiyo. Mary akapanga jambo fulani kwangu kupitia utoaji. Baki Yesu jana sare. Amen. Wango yuak malit kaka koro minegi yuak kama. Na akawa analia kwa uchungu jinsi wa mama wamelia hapa. Nyathima no nyuolo mara leo ka chunye wero to ran de chiem timo marach. Mtoto wa pili aliyezaliwa kwa upendo sana, shetani amempumbaza na mtawala vibaya. Wangenwa ofwenyo ni kare yuako korgi nitie gimanyalo golo ginoko. Mama yangu wakabaini kwamba kumbe kuna vile unaweza kuongezea nguvu ya kuondoa jambo hili. Wangu chalo gimotimo gino kohero. Akawa anatenda jambo hilo kwa upendo mwingi. Dakika mogik kawuono an gi degree wiya nikech yuak gi tiyo. Hatimaye sasa nina shahada kichwani kwa sababu ya kilio na utoaji. Koro yie na mona gol mar Mary mondo adonj kuom gimo setimo na kaka setimo wan bende. Basi hebu niondoe ya Mary niseme yangu kitu ambacho aliweka ndani yangu na mimi pia niseme. Mama mara Joshua 24. Nataka tusome kitabu cha Yoshua 24. Amen. Matinda parago chiko nyaka 21. Mstari wa 19 hadi 21. Na moyude kitabu cha Yoshua 24 parago chiko nyaka 21. Ng'at machielo uyel na weche mag ndalo 29 matindo chiko gapar. Kitabu cha Yoshua inasema. Amen. Yoshua akawaambia watu, hamwezi kumtumikia Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu
mtakatifu. Yeye ni Mungu mwenye wivu, hata wasamehe makosa yenu wala dhambi zenu. Kama mkimwacha Bwana na kumtumikia miungu migeni, ndipo atageuka na kuwatenda mabaya na kuangamiza baada ya kuwatendea mema. 21. Lakini hao watu wakamwambia Yoshua, la, lakini tutamtumikia Bwana. Yoshua 21 came. Amina. Amen. 19 to 21. Owacho niya, Amen. kendo Joshua nowacho ni ji niya, ok unyal tiyo ni Jehova, nikech en Nyasaye maler, en Nyasaye ma janyiego. Ok nowenu kethou kata richou, kuweyo Jehova mutiyo ni nyiseche mamoko. Eka enolokre mi enotimnu malit, kendo enotieku bang' ka osetimonu maber. To ji nowacho ni Joshua, ok kamano, to wanati ni Jehova. Amen. Weche mag ndalo mokwongo 29 matindo 9 Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 9 na 10. Eka oganda nomor, Ndipo mataifa wakafurahi, nimar ne gichiwo gi chuny, kwa maana walitoa kwa moyo, nikech ne gichiwo ni Jehova gi chuny modimbore. kwa maana walimtolea Yehova kwa moyo mnyofu. Mi Daudi ruoth bende nomor gi ilo mathoth. Hata mfalme Daudi akafurahi sana. Upaki Yesu ja Nazareth. Bwana Yesu asifiwe. Asomo mumbe ariyo maler. Nimesoma maandiko mawili kwa usafi. Amen. Amina. Adwa na wuoma na matin. Ningependa kuongea tu kwa ufupi. Chutho en subject monego weji olame. Lakini sana sana ni ile somo ambalo linafaa watu hata waachiwe waombe. Ndalo mane mama tiyo ne Nyasaye mondo awuoge fuo. Wakati mama alikuwa anamtumikia Mungu niweze kuondoka katika upumbavu, Nane no kochalo ng'ama chuo to nochuo gi pi wang'e. nilikuwa ninaona ni kama anapanda lakini kwa machozi. Kendo kano wuok chien kocha kubire madhabahu kata neno ka pi wang'e chwer mang'eny. Tena alipoondoka kule nyuma akija madhabahuni alikuwa anakuja na machozi. Noparo kuom Nyasaye manogole ka kisoni ne tieko nyithinde. Alikuwa na waza kwa Mungu aliyemwokoa wakati kifo cha watoto kinaangamiza watoto. Machalo gima Nyasaye ne tonyego to fuo gichode koro gwal kuome. Na huyo ambaye sasa alikuwa anaonekana salama afadhali, shetani sasa anampumbaza na usherati. Kendo chiende magu maskini manogota chikobaro tamo gine obila somo maber. Tena mapepo wa ufukara maskini waliokataa kabisa hata hawezi wakasoma vizuri. Wano chalo gimogoro tim ging'wono manotimne to wacho ni magi to dagol nang'o. Ni kama anapiga ratili akiuliza kwa neema aliyotendewa kwamba haya nitafanya nini? Tiende ni yamo no lokore kaka na winyo kwenye dungu wacho yamo ne kuto maber to mamilambo no viro. Jinsi mtumishi alivyosema kwamba upepo ulivuma vizuri, lakini sasa ya kusini ukatokea. Wamo maber manokelo warugnosi chopo to koro mamilambo biro kono fuku mjo mano nego gony. Upepo mzuri uliovuma tayari ushaleta wokovu, lakini ile ya kusini sasa inakuja na jambo lingine. Nyithindo mamo mawacho nigi nyalo bedo geno mara jonyuol koro geno kamore koro di. Watoto ambao agano nasema ni tumaini la baadaye, tumaini sasa lapotea. Mamo paro kuom Nyasaye ma ng'ato nyalo tiyo ne komako gi chunye gi ngimane to mondo gonye ne kothi kama wasigu nego. Mama akamkumbuka Mungu ambaye unaweza ukamtumikia kwa moyo ili aweze kushika uzao wao atoe. Tumeri maja kala sangweno gombo ni Nyasaye kise gonya tabiro tiyo nigi mwandu na mimea kata tin wanapugu kodi. Mary wa darasa la 4 akasema, Bwana ukishanitendea nitakutumikia na mali ulionipa. Ni kama kadichuo mando kende ne ukonge kako nego rwatre ne yodo mane klabu kama nyoregi joma mine. Kwa maana hata mumewe aliyemuoa hakujua vile
na watu wengine. Jambo hilo lilitendeka kule Israeli wakati Yoshua angali hai. Akaona taifa lililoneemeshwa, lililotolewa na mikono iliyonyoshwa. Watu ambao walikosa matumaini, watu walioishi maisha mbaya. Bwana akawaacha kwa mikono ya adui wao, mahali walifinyiliwa katika uvuli wa mauti. Wanajaribu kuondoka, lakini maadui yanawarudisha nyuma. Mungu aliyesikia kilio chao akawaondoa pale kwa mkono ulionyoshwa. Wakafika mahali wanaweza kukaa katika viti vya kiplastiki kama sisi. Sema amina. Wamekalia viti vya plastiki vile tumekaa. Tena wakirudi kwa manyumba wanakaa kwa viti vikubwa sana. Ambapo nikimtembelea mama wetu kule Ruai na kalia kiti kikubwa. Wakaanza kukalia sehemu kama hizo. Upepo ukavuma kwa kiasi ambacho wanamsahau Mungu aliyeonyesha mikono. Lakini Yoshua kama mwenye hukumu, mwenye busara, anawaambia sasa muweze mkamtumikie Mungu. Yani wanahukumiwa sasa. Amen. Wanahukumiwa. Kwa nini wanahukumiwa? Wameonekana vile waliokoka. Wakaonekana vile wanatembea na Mungu. Lakini haijaonekana tabia ya kumtukuza Mungu katika toleo. Sasa ni kama wanahukumiwa. Anaambiwa sasa wewe hutamtumikia Mungu. Amen. Kwa sababu Mungu ni mwenye wivu. Amen. Amen. Wala hatumikiwi na asiye safi mtakatifu moyoni. Amen. Amen. Wajua wengine wanadhania tukieta nafasi tutoe hapa ni jodono gikoro morai nyani tiyo. Eti sasa makuhani watafurahia sana uchoaji. Wanauliza moyoni, sasa wangapi watakatifu kati ya hao walioleta mali yao? Amen. Amen. Wanalia moyoni. Kwa sababu mwisho hawataki hukumu juu yao. Wakifika mahali panastahili taji kuvishwa, wanaulizwa Yoshua akaona jinsi Waisraeli wanavyoenenda mbele za Mungu. Wakati upepo wa kaskazini ama kusini umegeuka, waliotembea na Mungu sasa hawapo tena na Mungu. Mungu abariki mtumishi aliyezungumzia agano hilo, lilinipendeza sana. Kumtumikia Mungu najivisha kama vazi. Jambo la kwanza amekanyagia chini, fungu la 10 alimsumbua. Anasema Bwana, kwa 10 nitatoa moja. Katika milioni moja nitatoa 100,000 pasipo kuzingatia mambo mengine. Mimi ninaongea. Naambia mke wangu. Na hizi nimekanyagia chini fungu la 10. Hata nikifikia milioni. Hata nifikie milioni 5. Na hizi namtolea Mungu kirahisi. Kwa sababu hapo nimefika. Kama ningekuwa tu sasa vile nilivyokuwa, ungeambia Mary yule kwamba enda na mali yako sihitaji. Hauwezi kunihitaji mimi. Na nilijivisha kumtolea Mungu. Na Yoshua nena na taifa. Anawaambia hamutamtumikia Bwana kwa maana mimi jambo ambalo Yoshua alifundisha. Waliokoka tu lakini si pamoja na mali yao.
inamaanisha kuna dhambi iliyobakia. Amen. Amen. Mana die. Kama Yesu. Kono unakuja mtiyo ni Nyasaye. Sasa nyinyi hamtamtumikia Bwana Mungu. Nikichokolea. Kwa maana nyinyi si watakatifu. Lakini wenye akili walipatikana miongoni mwao. Wakasema kama Mungu atatutendea machungu kuliko ya Misri, basi tutamtumikia. Basi tutamtumikia. Kwa maana wamekumbuka machungu waliopitia. Ochieng wanajihisi vile wamevaa mavazi mazuri, wamejivisha tena kumtolea Mungu. Tena anajihisi aondoki hapo. Anahisi ni kama anakaa pale. Anasema kama ni fungu la 10 tanizuia kuona Mungu na mikono yangu. Nitakuwa mwaminifu mbele zake Mungu kila wakati. Ujamani kama hapa mtumishi ule anatamani tarehe ya toleo ya mwisho wa mwaka ifike. Na nauliza tutafikaje mwezi ujao tukutane Shilo nipeleke toleo langu. Mimi huwa ninahisi hivyo. Sasa mimi najiuliza tutakutana kwenye muungano lini? Ili niende nikamuinue Mungu. Mungu alinisaidia wakati corona ilikuwa karibu kunimaliza. Bwana akaniambia mahali umekuwa mnyonge utaona nguvu yangu. Haleluya. Na wakati Bwana amenileta, ameleta kazi. Nimeanza tarehe 9 mwezi uliopita. Amina. Hiyo ni mwezi wa Januari. Sasa nina nguvu. Siku moja nikaenda kwa mkubwa wangu. Nikamwambia sikia. Ni kama Mungu ananibariki maradufu. Kuna kazi ninaitwa. Amina. Na ninahisi kwenda kuifanya huku ninafanya ipi? Amen. Namwambia sasa. Wale walinisaidia sana nikiwa kule nje. Na hii pia Mungu alileta. Sasa niruhusu niende nifanye kazi pale wiki moja ndio nirudi. Wajua kilichonitumikia. Fungu la 10 nilipa kibali ninaacha kazi ya mtu na kufanya tena ninarudi. Nikafanya wiki moja. Narudi kwa kazi yangu ninaendelea. Yeye ndiye nikishaingia. Nikashika mkono wake nikamwambia. Mungu alimwambia Mungu amenipa kibali niende nikaona kule malisha ni makubwa sana, kuna kuzuri zaidi. Wewe pia ni ndugu yangu sitakuacha. Ninatoa kitu kisha ninampa. Yesu asifiwe. Ninahisi amani naye pia amenipokea na amani. Wangapi wanaweza kuondoka kazini mwao waende wafanye kazi kwingine? Jambo niliyofanya wa mwanzo. Nilinena na Mungu kabla niondoke. Nikasema ukiweka mkononi nitatoa fungu la 10. Amen. Amina. Ninaweka kando fungu la 10. Amen. Na hizi nimeibeba mfukoni na nasubiri tu masaa. Kwamba mtamtumikia Mungu kwa kuwa nyinyi si watakatifu. Ningepata mwenye busara anayesema nitamtumikia Yehova pamoja na mali ambayo amenipa mkononi. Hata kama mwenye nyumba anataka kufunga lango, na nilikuwa na pesa ambazo zinafaa kwa fungu la 10. Nitatoa fungu la 10 sitamjali mwenye nyumba. Yesu asifiwe.
Wengine wanasema tu huyu anaongea. Ana kale mateki gangwen. Mimi nilipitia magumu sana miaka 4. Nyasaye mimi ndo type no. Na huyu Mungu ambaye anapewa fungu la kumi. Ndio bichi mane landu nuchu pegoda. Hakuna siku mwenye nyumba alisimama na kunipa. Tena landu kibilungu ni insurance ki 110. Kwa sababu nilichukua bima na fungu la 10. Amen. Amen. Mami hizo Nyasaye ni wingi. Nikamwambia Mungu sikia. Sitigime bulu matake mabere de duum ekindu jogi owitiga. Kwa wakati huu ndio nitaishi vizuri sana katikati ya kisandro. hata wakujua kwamba ninakaa. Amen. Amina. Kama Daudi Uganda. Daudi alipokutana na mataifa, Uganda nutiyo kwa ichunyege. Mataifa walitumika kutoka moyoni mwao. Tieneni kinga tutiyo kwa ichunye to Nyasaye morogo. Inamaanisha mtu akitumika kutoka moyoni Mungu anafurahia. Akutendo ewati Nyasaye marayuwa kipiwan. Jinsi mulimo imarika katika neno la kulia machozi. Aka muma watu ni kono beduruma tegno Kristo kenenya wamartekona. Jinsi andiko nasema muimara katika Kristo tena katika uwezo mweza. Mtu ajihisi akiwa imara katika kushikamana na utoaji. Ambapo fungu la 10 likitamkwa tayari amepita. Akihisi toleo linatamkwa tayari ameruka hapo. Kwa sababu hapo ndipo kuna bima ya maisha yake. Hapo ndipo anaweza kang'ang'ania kiuliza ulinyang'anya kwa nini? Na Mungu ambaye hawezi kubali kuwa mwongo. Bwana atazunguka sana. Atamuke yale alinena kwa kinywa cha Isaya. 45 mstari wa 5. Anauliza mnanifananisha na nani? Na nani tufananishe naye? Mwaminifu katika fungu la 10. Andiko kama hilo anaweza kupokea na Mungu anauliza wanifananisha na nani? Anafananaje huyu? Ili basi tukafanana. Mungu ambaye unamtumikia anaweza shika mkono wa pili. Aweza enda nawe mahali tayari nimemwona Mungu aliye. Ndiposa ninafurahia somo la kumtumikia Mungu. Kwa sababu ni Mungu ameniweka kuwa msaada. Huyo Mungu ndiye amenipa vitu. Yesu asifiwe. Mimi huambia watu mimi sifanyi vibarua. Mimi kibarua mimi sijui. Nimesoma na hapo nimesomea nimeandikishwa wakati hapo na kama shetani anataka kuchezea kazi yangu nikaita bima. Bwana alinitoa mzee. Kila nilichopewa Mungu amenipa mara moja. Haleluya. Bwana amenipa mara mbili. Sasa nikahisi hodari sana katika utoaji. Yesu asifiwe. Jambo hilo likanihukumu moyoni. Nilikuwa napokea simu na kupigia watumishi. Nawaambia nimetuma nauli ufanyike mgeni wangu. Bila kugharimu kanisa ni pamoja na wiki moja ninajua vile wataenda. Nimewapa chumba cha kulalia na mimi pia ninaishi kwa hiyo. Ilifanya siku moja mtumishi wa Mungu fulani alifundisha neno ambalo usijasahau. Anasema kumbe ndiyo maana ndovu anaweza kukatiwa tikiti cha ndege ndio kuja uone. Ana gharama kuliko mtoto wa umri. Ambaye anashikwa tu kidogo. Anamtumikia Mungu. Anafananishwa na mtoto wa ndovu ambaye Mungu anakata nauli ya ndege kula. Baba yangu na habari napenda. Anasema kwamba namtumikia Mungu, Mungu anamuinua akisema, tazameni matendo yangu juu ya yule ananiheshimu. Wangapi wamejivisha kumtolea? Siri ya kumtumikia Mungu ni kujivisha
nalo. Aliyekuwa tayari na kufurahia jambo hilo anaweza mtolea Bwana mali yake. Anasema Bwana ulileta nini sikuwa nayo. Na ukishaleta utakuwa kwa nini kwa Mungu? Umeniweka tu niwe mlinzi wa mali yako. Daudi amegundua jambo hilo. Alipoona watu wametumika akafurahi. Daudi akatunga wimbo. Amwambia Mungu kwa sababu taifa linakusikia. Yaani wakati watu wametumikia Mungu. Mfano Mungu anaweza kutunga wimbo. Nasema tazama niliwasaidia jinsi Mungu anaona ushuhuda. Amen. Usifurahie tu mali yako tu. Andiko linasema mali yako isiyo ya haki fanya urafiki. Ili siku zikifika ziwaingie uzima. Katika ujumbe mfupi wa Petro. Siku ile utaweka fungu la 10 chini. Hadi upate kwamba liwezi kunena nao. Siku hiyo utatembea kama askari ukitaya. Kwa maana Mungu amekufanya ukawa. Haleluya. Ninahisi furaha moyoni. Kwa Mungu ninayemtumikia. Mungu aliyefanyika bima ya nyumba. Mungu basi akawa bima ya maisha. Ukijitolea kumtumikia hakika kumtumikia Mungu. Andiko linasema si kazi ya Mungu. Tutamtumikia Mungu. Mungu aliye hai. Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Mungu aliyetuweka walinzi wa mali yake. Ambapo ikihitaji tunamrejeshea. Haleluya. Tutarudisha kwa Mungu leo. Tutamrudishia katika toleo. Tutatoa katika fungu la tutarejesha katika matoleo. Tena nyumba ya mtumishi itajaa mali. Andiko linasema watatufanya kuwa wenye mali. Wanaonekana maskini lakini wanatufanya kuwa anayekufanya uwe tajiri. Unaweza tembea naye kwa ujasiri hadi ushikamane naye. Itaweza pa kusindikiza injili. Nafungua tu wazo kidogo. Lakini jambo la maana litendeke. Jivishe kwa kumtumikia Mungu kama vazi. Na ukishajivinda utoaji kama vazi. Wajue mtu hawezi kutembea kama Yesu wa. Yule ameokolewa Yesu. Amen. Amen. Hawezi kutembea uchi. Tena ukimsukuma tembee uchi basi afadhali hapo. Yaani vile tunatafuta vazi kila wakati. Ambapo nikiingia pale kwa bitu mzee anauliza umewaza nivae gani? Anasema mwana mzee. Hivyo ndivyo tunaita. Amen. Amen. Anasema leo hiyo unavaa si nzuri na marwako. Anamtolea je nitavaa. Jinsi ninavaa vazi hilo kwa kupenda kwa kweli. Mungu alituchagulia tumtumikie, tufurahie. Amen. 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 Nitawacha nafasi ili Mungu atumikiwe. Amen. Amen. Tunapomtumikia mimi nafurahia sana nikiona taifa nikiwa mgeni nikiona ni kama kazi ni kidogo. Najua kuna hatari. Amen. Amen. Yaani ninaabudu na wafukaa. Kwa jambo likitufikia hivi hatuna na lakini ninapowaona wanakuja hata watoto na hizi ngumu katika Bwana. Amen. Amen. Hebu amuka tuombee wetu tumikie Mungu. Wachungu wale wadudu wala Nyasaye. Tusimame sisi wote tupate kumwomba Mungu. Nyasaye mtu yopoloko mpeni. Mungu muumba mbingu na ardhi
Imani chiko ni kaisego hivi uoke jela. Wewe uliagiza kwamba ukiwatoa watu gerezani Dogo mulutiyo. wao wakutumikie. Yomatiyo ni pokuno yuwagange. Wanaokutumikia hawajawahi kujuta. Uokoli chunyinacho kanato mulukiko pani udhi yuwagange. Nena na moyo kila moja ili asije akawaza kwamba atajuta baadaye. Momi Paul no wacho nikanga chiwo uchiwo kakose pale chunyi. Ndio maana Paulo alisema mtu anapotoa basi na atoe sawia na jinsi alivyowaza. Nimogole chunyi omorgo nyo Nyasaye duongo. Kwa maana anachotoa akifurahia moyoni mwake Mungu anakubali. Ukawe baraka kwa watu wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa.